Kuna kisa kimoja iliwahi kutokea hapa Nairobi, si miaka nyingi, mimi nikiwa nipo msikiti wa Al-Amin ambaye iko hapa Juja Road. Ilikuwa ni msikiti wa zamani, sasa wanataka kujenga msikiti mpya. Wakaamua kufanya mchango, imamu wa msikiti na naibu wake na komiti ya msikiti wakaamua katika salati al-fajri na swala ya magharibi na swala ya isha watafanya mchango kila katika swala tatu hizi. Namalizia hapo Waislamu, naona naombeni radhi kwa kuchelewesha. Basi mama akawa anasimama baada ya salati al-fajri, salati al-maghrib, salati al-isha, wanaandika nani ambaye ana pledge ama atatoa shilingi milioni 1, nani mwenye 500,000, nani mwenye 200,000, nani mwenye 50,000, nani mwenye 3,000, 5,000, mpaka wakaenda 1,000, mwenye 500, mwenye 200, mwenye 100, mwenye 50, ikawa inachangwa. Sasa kuna mzee mmoja ambaye mimi niliwahi kumuona. Huyu mzee katika kila mchango ya swala hizi tatu alikuwa anatoa, tena anatoa pesa nzuri sana. Kuna kipindi amewahi kutoa 500,000, kuna kipindi amewahi kutoa 100,000, 200,000, 50,000, 20,000, kila kipindi anatoa. Basi ikatokea siku moja huyu mzee akapotea, akawa hajulikani yuko wapi. Kumbe mzee alikuwa mgonjwa, akaenda akalazwa MP Shah Hospital. Watu wakawa wanakwenda kumtembelea, wanamuombea dua, wanamuombea Mungu. Amewekewa ile vipumuzi ya kupumua na macho yake vile vile amedungwa masindano ya kumlaza. Haoni wala hawezi kuzungumza, lakini masikio yake inasikia. Sasa kuna siku walikutana watoto wake 9 ndani ya wodi yake, ndio ndani ya wodi yake mzee. Kuna mtoto wake mmoja ametoka Canada, mtoto wake mwingine ametoka Amerika, mwingine ametoka Uingereza, mwingine ametoka South Africa, na wengine walikuwa wanaishi hapa. Wakakutana katika chumba cha wodi ya mzee. Mzee anasikia, wale watoto wakaanza kugombania mali ya mzee, na mzee bado yuko hai. Ule mtoto mkubwa anasema ile kiwanda ambayo iko industrial area ni yangu hiyo, na mtu yote asijaribu kukanyaga hapo. Mwingine anasema ile nyumba iko Isili ghorofa 15